Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha Dominika ya 19 ya kipindi cha kawaida ya Mama Kanisa, na katika masomo ya leo tunafundishwa na tunaambiwa kwamba Mungu yu pamoja nasi kila wakati, anatembea nasi katika maisha yetu. Tunaweza kuwa kuna dhoruba, unaweza kuwa kuna mahangaiko, kuna shida, lakini kila mara anatushika mkono, kwa sababu hataki tusame katika shida, hataki tuzame katika mahangaiko, lakini yeye anatuinua, anatuliza yale magumu ambayo tunayapata katika maisha yetu, alafu tunaendelea na safari yetu. Na hivyo anataka tumuite wakati ambao tuko na shida. Huyu Petro wakati ambao alikuwa anahangaika, yupo hapo hapo, waliweza kupata msaada wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu waliona hakija, wakapatamani kuwa na yeye. Na ni katika hali hiyo Petro anaona neema za Mungu katika hiyo safari yao. Ndugu zangu, tuko na shida, tuko na mahangaiko, tuko mengi ambayo yanatusumbua katika maisha yetu, lakini Yesu yu pamoja nasi. Kile tunahitaji ni kwamba tumwambie shida zetu, tumuendee katika mahangaiko yetu, na ataweza kutujali. Yeye ako katika hatua yetu ya kila siku, aidha katika kazi zako, aidha katika biashara, katika ugonjwa, katika yote maisha yako ya kiroho. Mungu yu pamoja nawe. Kile unapaswa kutambua ni kwamba kuwa na imani, na hizo neema utaweza kusipata. Usiwe na hofu katika maisha yako. Mara nyingi tunakata tamaa, tunadhania kwamba yote yameisha, lakini Mungu bado anatupenda, anatujali. Hakutuumba tuweze kuangamia, lakini alituumba tuweze kuona uwepo wake katika maisha yetu. Usiwe na hofu, usiwe na shaka, useme kwamba Mungu amekusahau. Mungu yu pamoja nawe. Nyoosha mkono wako na Mungu atanyosha mkono wake na ataweza kunguza. Katika somo letu la leo linatoka kitabu cha Wafalme sura ya 19 aya 9 hadi 13, na hapa tunaandiliwa kuhusu Elija. Tunajua Elia alifanya kazi yake ya unabii kwa uaminifu mkubwa, na alikuwa nabii ambaye alikuwa na uwezo. Hapo mwanzo, kabla hii somo la leo, tunaona ni pale ambapo alikuwa anabishana na hawa miungu wa bahari, na akaweza kuomba moto kutoka juu, na akaibisha bahari, hawa miungu wa bahari, na manabii karibia 400 wakaweza kuuliwa. Na wakati huu tunaona huyu Jezebeli anaanza kumkasirikia, na huyu Elija anakimbia, anaenda mlima wa Bwana, mlima wa Horebu. Na akiwa pale, kwa sababu miujiza ilikuwa inatendeka pale mlima Kameli, yeye akakimbia akaenda mlima wa Bwana kule Horebu. Na akiwa pale, ndio hapo Mungu anaanza kujitokeza kwa njia tofauti. Huyu Elija amekata tamaa, anadhania yote yameisha, anashangaa atafanya nini. Lakini kuna ishara 3 ambazo zilikuja, na yeye alikuwa anadhania Mungu yu hapo, lakini hakuwepo. Kukiwa na tetemeko, ukaweza kuwa na moto, kukaweza kuwa na ngurumo, lakini hizo zote na upepo mkali, lakini huyu Mungu hakujitokeza katika hizo ishara. Lakini mwishoni akaja katika utulivu, akaja katika hali shwari. Mara nyingi katika maisha yetu tunaweza kuwa tunakata tamaa, na wakati ambao tunakata tamaa, tunataka Mungu ajidhihirishe wakati huo katika nguvu zake, aweze kuja kuangamiza wote ambao wanakusumbua, aweze kuja achome wote ambao wanakupatia shida, aweze kuja kumeza wale wote, temeko la hadhi iweze kumeza wote ambao wanakusumbua. Lakini tunajua Mungu wetu afanyi kazi kama mawazo ya mwanadamu. Labda hata kuja katika hali ya moto ili achome wote, ama katika hali ya upepo aweze kuharibu kila kitu, ama aweze kuja katika hali ya tetemeko ndio aweze kuharibu kila kitu. Hapana, Mungu anaongea nasi katika hali ya utulivu. Mara nyingi tunataka miujiza mikubwa itendeke ndio tuweze kuona uwepo wa Mungu, lakini Mungu afanye kazi hivyo. Mungu anatupenda wote. Kile ambacho anatujalia ni kwamba utulivu katika maisha yetu. Mara nyingi wakati ambao tunatafuta Mungu, tuseme ya kwamba akuje katika hizo hali kubwa
ndio aweze kuridhisha yale ambayo yako ndani ya moyo wako, aweze kuridhisha yale ambayo unawazia. Hapana, Mungu anafanya kazi kama Mungu na upendo wake na hali zake zote. Na kwa hiyo njia nyingi Mungu anatujia kwetu. Mungu anatujia kwetu katika njia nyingi, labda kupitia watoto wako, ama kupitia zile kazi ambazo unazifanya, kupitia sakramenti, wakati ambao unasikiliza neno la Mungu, wakati ambao unakuwa na afya njema ya mwili na roho. Kile tunahitaji ni kwamba tumgudue yeye katika maisha yetu. Je, umeshangudua Mungu katika maisha yako? Umeshangudua Mungu katika familia yako, katika ndoa yako? Wakati ndio huu, usikusubiri makubwa, lakini katika hali nyingi Mungu anaongea na sisi. Na katika somo letu la pili, waraka kwa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5. Hapa tunaona ya kwamba Paulo anawakumbusha hao Wayahudi ya kwamba Mungu aliwapendelea tangu mwanzo, akafanya agano na wao kupitia Nuhu, kupitia Ibrahimu na kupitia Musa, na hivyo hivyo akaendelea kuwapatia sheria zake ili ziweze kuwaongoza. Lakini licha ya kwamba Mungu aliwapendelea, akaweza kuwalisha, akaweza kuwachunga, wao walisahau neema za Mungu katika maisha yao. Na hiyo ndio kile ambacho tunakiona katika maisha yetu. Yao wana wa Israeli walimkataa, hawakutaka kushika sheria zake, hawakutaka kumwabudu kama Mungu, kwa sababu alikuwa Mungu wao na wao walikuwa watoto wake. Lakini wakasahau hayo yote, wakaenda kinyume na sheria za Mungu. Na hivyo ndio tunafanya katika maisha yetu sisi wenyewe. Mungu ametufanyia mengi katika maisha yetu. Ametualika katika ubatizo, ametuneemesha katika familia zetu, amekubariki na kazi, afya njema ya mwili na roho, marafiki wema, akaweza kukuongoza na neno na sakramenti na sala. Lakini mara nyingi tunaenda kinyume na mapenzi yake, tunafanya kile ambacho hapendi tufanye. Basi ni lini ambayo tutaweza kumfuasa huyu Yesu ambaye alijitoa kwa ajili yetu? Mara ngapi ambao tutaweza kuona uzuri wake katika maisha yetu? Tusiweze kusita kumfuasa huyu Yesu, tusiweze kwenda mbali na yeye, kwa sababu tukienda mbali na yeye tutaangamia. Hatuwezi safari yoyote bila huyu Yesu. Na hiko ndio kile ambacho tunakiona katika injili ya leo. Injili ya leo andikwa na mwinjili Mathayo sura ya 14 aya 22 hadi 33. Na tunaona Yesu baada ya kuwalisha wale watu 5,000 wakashiba, yeye anaenda ile ng'ambo ya bahari na wanafunzi wake wanamtangulia. Na wakati ambao wako katika bahari kunakuwa na upepo mkali, kunakuwa na dhoruba. Na wakati ambao iko Yesu naye, kwa sababu hakuwa pamoja nao, hawa wanafunzi wanakuwa na hofu, wanaanza kushangaa, wanaanza kutetemeka. Lakini huyu Yesu anatembea, anawaelekea hao wanafunzi wake. Labda tunaweza sema kwa nini Yesu aliyabaki na wale watu 5,000 baada ya kuwalisha, na kwa nini hakuingia katika ziwa pamoja na wanafunzi wake? Lakini tunaona baada ya wao kuanza safari yao, aliweza kuwafuata nyuma. Na Petro anamuona Yesu akitembea juu ya maji. Hatujaambiwa kama wale wengine waliweza kumgundua kwamba alikuwa yeye, lakini Petro, huyu Petro anamuona Yesu akija, na wakati ili aweze kudhibitisha ni yeye, anamwambia basi kama ni wewe, niamuru hata mimi nitembee juu ya maji. Na Yesu na huyu Petro anaenda. Kwa hivyo kuna mambo matatu ambayo tunayaona hapo. Jambo la kwanza, Yesu anatembea juu ya maji. Jambo la pili, huyu Petro naye anatembea juu ya maji. Jambo la tatu, ile tetemeko ama ule upepo mkali unatulia. Na hivyo ni katika hali hiyo wanagundua kwamba kweli huyu alikuwa ako na nguvu, huyu Yesu. Kwa hivyo ile hali moja ya bahari tunaweza kusema ni ile dunia ambao tumo, ni ule ulimwengu ambao tuko. Kuna dhoruba, kuna upepo mkali. Katika dunia tunaoishi kuna shida, kuna mahangaiko, kuna magonjwa, kuna kukosa kazi, kuna kukosa kuelewana,
kuna vitina, kuna wivu. Na hivyo hivyo tunaweza chukua mfano wa maisha ambao wewe unayakaa, maisha ya ndoa. Kuna shida katika ndoa yako, kuna shida katika kazi, kuna shida katika mazingira, kuna shida ya watoto. Kwa hivyo ni kama bahari, tuko sehemu ambapo wote tunaenda, lakini kuna changamoto nyingi ambazo siko pale. Na katika hali hii ya kuona hizi changamoto, tunaweza kuja kwa huyu Petro ambaye hana nguvu. Petro hakuwa na nguvu, hakuwa na uwezo, alikuwa na hofu, alikuwa amekata tamaa. Na wakati huo huo ndio tunaona na sisi pia katika maisha yetu tunakata tamaa kwa sababu ya yale magumu ambayo tunayapata, kwa sababu ya zile shida ambazo tunazipata, katika yale mahangaiko tunayapata. Lakini wakati ambao tuko na haya mahangaiko, kuna huyu Yesu ambaye yu katikati yetu, anatufuata, anajua yale magumu ambayo tunayapata, anajua zile shida ambazo tunazipata, lakini anatufuata kwa nyuma. Na wakati ambao tunataka kuzama kama Petro katika shida, tunataka kuzama katika kuvunja ndoa, tunataka kukata tamaa kwa sababu hatupokei sakramenti, ama katika maisha ya ugonjwa, wakati ambao tuko karibu kukata tamaa, tunazama, na huyu Yesu ananyosha mkono na anatushika. Kwa hivyo tunaona Yesu ambaye yeye yu karibu, ako tayari kuweza kutushika mkono katika maisha yetu. Huyu Petro alitoka katika ziwa lake akaenda kumwelekea Yesu, na hapo ananyosha mkono, na huyu Yesu ndio huyo naye ananyosha mkono wake, anamshika. Hii ni ishara gani? Yesu ako tayari kila mara kutushika mkono wakati ambao tunataka kuzama katika shida. Yesu ako karibu kushika mkono wakati ndoa inakusumbua, katika kazi zako zinazokusumbua, katika ugonjwa wako, katika mahangaiko yako. Yesu yuko tayari kila mara kushika mkono. Kile unapaswa kufanya ni kwamba gundua shida yako, mwelekee Yesu, nyoosha mkono wako na ataweza kushika mkono. Mwelezee shida ya familia yako, mwelezee shida za kazi, mwelezee shida za ugonjwa, mwelezee shida za familia, na hapo ataweza kukuinua na ataweza kukuweka katika hali inayotulia. Na ni katika hali hii anatuambia kwamba tusiongope. Yesu anatuambia kwamba tusiwe na hofu, tusiwe na shaka. Mara nyingi hofu inatupatia mahangaiko, lakini anatuambia tusiwe na hofu, tusiwe na shaka. Yu pamoja nasi, anaandamana na sisi kila wakati. Kwa nini ukuwe na hofu wakati Mungu amenyosha mkono kukushika? Kwa nini usiwe na hofu wakati Mungu anaendelea kukuelekeza katika ndoa yako? Kwa nini usiwe na hofu wakati ambao Mungu yu pamoja nawe katika mahangaiko yako? Usiwe na hofu, mtumainie Mungu. Na ni katika hali ya kumtumainia Mungu basi tunakuwa katika imani yetu. Na hivyo ni hapo baada tukosa kuongopa, na Yesu anatembea na sisi. Yesu baada ya kumshika Petro mkono aliingia katika lile ziwa na wakaweza kutembea kwa pamoja mpaka mwisho. Na wakati ambao alikuwa na wao, upepo uliisha na kuwa shwari. Hiyo ni ishara kuonyesha kwamba katika maisha yetu tukiwa pamoja na Yesu, hakuna kitu ambacho kitatuhangaisha, hakuna kitu ambacho kitatupatia hofu. Wakati ndio huu, mwalike Yesu katika maisha yako. Tembea na yeye katika magumu, tembea na yeye katika mahangaiko, tembea na yeye katika shida za maisha yako, katika shida za ndoa, katika shida za familia, na yeye ataweza kushika mkono. Wakati ambao unakata tamaa, muangalie yeye, mgeukie yeye, na hivyo utaweza kuona nguvu zako. Huyu Yesu ndio chanzo cha utulivu, chanzo cha amani, chanzo cha upendo. Hawa mitume waliweza kutulia baada ya kutembea na Yesu. Basi na sisi tutaweza kutulia wakati ambao tutatembea na Yesu katika maisha yetu, wakati ambao tutamwalika katika maisha yetu. Ndugu zangu, tuombe Yesu aweze kuwa nasi kila mara, aweze kutuliza zile shida ambazo tunazipata na mahangaiko ambayo tunayapata katika ulimwengu huu, na zaidi ya hayo tumtegemee katika kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa sababu umetuteua, umetuita tuweze kuwa pamoja nawe, vile ulivyomtokea Elijah na ukampatia neema zako. Ndio hiyo ambayo tunakuomba
uweze kuja katika maisha yetu, tuweze kunyoosha mikono yetu, utushike, kwa sababu tunaangamia katika shida za ndoa, shida za kazi, shida za magonjwa, shida ya kukosa imani na utulivu, na hivyo utembee na sisi katika maisha yetu, ndio tuweze kupata amani na utulivu. Natomba hayo